adui uliyemshinda utafuta mbinu au hila nyingine ili kusudi akuzuie. Adui uliyemshinda utafuta mbinu au hila nyingine kusudi akuzuie. Alikuleteaga hila fulani, ukawa unapata shida ya kuokoka, ukawa mzito kuokoka. Baada ya kuokoka, anaanza kutafuta mbinu na hila nyingine kuhakikisha kwamba amekutoa kwenye wokovu. Ndivyo alivyo adui. Ukimfahamu adui leo, utajua namna ya kumshughulikia. Ya kwamba sikiliza, ukimshinda utafuta mbinu nyingine kukukabili. Asa naomba niwape story, kila mtu naomba moyo wako na akili zako ziwe hapa kwa jina la Yesu. Kaa vizuri na unisikilize. Nafikiri ndio point ya msingi nataka ieleweke kwa kila mshirika. Iko hivi, nisikilizeni. Balaam alipoona amefeli, amerusha laana ikageuzwa kwa baraka, alivyoona imeshindikana, nisikilizeni, huyu nabii, huyu ndugu mchawi, alichokifanya ni kitu cha ajabu sana. Huyu ndugu akarusha laana ikashindikana. Hiki ndicho alichokifanya. Niliwahi kusoma hapa, I was very surprised. Kwa wasomaji wa Biblia, mnafahamu kinachoitwa kosa la Baali Peori. Mnafahamu hiyo kitu? Mnafahamu huo mziki? Alivyoona madhabahu 7 zimefeli, aliondoka akamwambia Balak, imeshindikana, naomba niondoke. Akarudi kwake. Aliporudi kwake, akaja na mbinu nyingine. Na nisikilize, hiyo mbinu ikafaulu 100%. Naomba kitabu cha Hesabu sura 25 mstari wa kwanza. Hesabu sura 25 mstari wa kwanza. Kikawapata kama alivyokusudia mwanzoni. Kikawapata, lakini kwa mfumo mwingine. Naomba Hesabu sura 25 mstari wa kwanza. Tusome kwa sauti moja, kila moja. Biblia inasemaje kwa sauti kubwa? Basi Israeli akakaa Shitimu. Endelea. Kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu. There's something is happening to them. Si alikuwa anamuona mbarikiwa. Kuna kali aliyokuwa nayo Israeli iliyomfanya Balaam amuone mbarikiwa. Sasa na Balaam anajua baraka ni kitu kubwa sana, haiwezi. Alichonifanya akaenda kubadilisha hali zao za kiroho. Aligundua hawezi kupambana na baraka, ila alijua anaweza kuwaletea hali nyingine ili kwa hali hiyo mpya laana iwapate, baraka iondoke. Kwa hiyo Balaam alichokifanya, alifanya utafiti. Hii kitu inafanyaje kazi juu ya watu? Inafanya kazi kama wakiwa sawa na Mungu wao. Inafanya kazi kama wakiwa na mahusiano mazuri na Mungu wao. Nifanyaje? Nikate mahusiano kati yao na Mungu. Alafu nikata mahusiano kati yao na Mungu, baraka itakuwa imefanyaje? Laana itawaingia. Ni mbinu nyingine. Angalia, kisha wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu. Moabu yule yule. Walishindwa kwenye zile madhabahu 7. Ila tunamwona Moabu yule. Wana wa Israeli wanaenda kuzini. Tena si tu na wanawake wa Moabu. Soma kinachofuata, mstari wa pili. Tusome kwa sauti. Biblia inasemaje? Kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani. Endelea kwa sauti. Sadaka walizowachinjia miungu yao. Endelea kwa sauti. Watu wakala chakula wakaisujudia hiyo miungu yao. Balaam akaja kwa mbinu nyingine, akawafanya wabarikiwa wakapige magoti kwa miungu dhaifu iliyowashindwa pale mwanzoni. Kilichotokea walipofanya hivi, Mungu akaondoka. Cheki kubwa, mstari wa 3. Ikawa Israeli kujiungamanisha na Baali Peori. Hasira ya Bwana. Yaani alichokifanya, akawachokoza wana Mungu. Hasira ya Bwana zikawaka juu ya Israeli akakwama. Kwa wasomaji wazuri wa Biblia, walikufa watu 24,000 hapa. Kwa manake malego baradegos, kile ambacho alikuwa anakitamani Balak akifanye kwa Israeli kikawatokea automatic. Yani wao ndo wakauana. Nimepata point yangu. Na maanisha hivi, Balak alisema hivi, nilaania ili nikawapige niwaue. Balaam aliposhindwa akavuruga mahusiano yao na Mungu, alafu wao ndo wakauana.
Israeli waliuana, wakafa watu 24 kwenye kosa la Baal Peori. Listen, adui aliyekushinda siku ya kwanza, usifikiri ameondoka na mkataba moja kwa moja kwamba amekushinda. Huja na mbinu nyingine. Nataka niwaonyeshe kwamba hapa haonyeshi Balaam. Sinaona hapa haonyeshi Balaam kwamba ndiye alifanya hilo jambo. Nataka tusome Hesabu sura 31 mstari wa 16. Hesabu sura 31 mstari wa 16. Nataka wote kwa sauti tusome. Angalia kinachosema pale. Biblia inasemaje kwa sauti kubwa? Tazama, hao ndio waliowakosesha wana wa Israeli. Kwa nani? Nani aliwashauri wakazini na wa Moabu? Msome kwa sauti. Nani aliwashauri wazini na Moabu? Balaam. Alafu angalia, wamfanyie Bwana dhambi katika hilo jambo la Peori. Kwa hiyo pigo lilikuwa katika mkutano wa Bwana. Alichokifanya Balaam ni kitu kirahisi sana. Akawavurugia mahusiano yao na Mungu. Alafu Mungu wao akawapiga. Walijua sisi hatuwezi kuwapiga, miungu ya Moabu hawezi kuwapiga. Alifanya jambo la kufanya Mungu wao ni Balaam. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 18 ndio itakushangaza zaidi. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 18. Huyu ni Yohana. Anaongea. Inataka umakini mwingi sana. Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 14. Haya, tusome kwa sauti kubwa. Biblia inasemaje? Wote kwa pamoja, lakini naye maneno machache juu yako. Endelea. Kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya nani? Balaam hakuwa tu mchawi, alikuwa mwalimu anayefundisha, mshauri. Na alikuwa na mafundisho ya uongo. Angalia mafundisho ya Balaam. Angalia kilichotokea pale. Yeye aliyemfundisha Balak atie ukwazo mbele ya wana wa Israeli kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Alimshauri Balak, alimfundisha. Alivyoona ameferi kwa zile madhabahu 7, akamwambia twende ikulu. Kuna kitu nimekipata hapa, kuna idea nimepata mpya. Am I communicating? Alivyoona madhabahu 7 zimefeli, akasema hivi, njoo twende ikulu nikushauri kitu kingine. Sasa fanya hivi. Fanya kitu cha sherehe za miungu yenu, alafu mpike vizuri. Kwa sababu inaonekana hawa jamaa wanatembea na wana njaa. Wana uhitaji hawa jamaa. Wanatembea tu barabarani, hawana wanyama wa kutosha kula vizuri. Kwa hiyo pikeni, fanyeni sikukuu maalum ya miungu yenu, alafu mpike vizuri. Alafu mtafute wanawake warembo wa Moabu, alafu wakatingishe makalio mbele yao. Alafu wakatingisha makalio mbele yao. Wanatembea sana hawa jamaa, wanahamu na wanawake. Moja, wana njaa ya mwilini, hawali vizuri kwa sababu wanatembea. Alafu 2, wanahamu na wanawake hawa. Wafanyie mambo mazuri. Na siku ikafanyika. Tena sikukuu ya maana sana. Wanawake wakaanza kutingisha makalio. Tena wako uchi, maziwa yako uchi, mapaja yako uchi. We. Balaam kutumia nguvu, wakaanza kuwashawishi. Mnaona hiyo kitu? Mkale tu. Hii haina shida, mkale tu. Wana wa Israeli walijua kusujudu mbele ya miungu ni kitu cha hatari. Ila kilichotokea ni kwamba hawakusujudu mwanzoni. Walianza kwanza na chakula. Alafu 2 wakaingia kwa wanawake. Unaelewa, ukishafika kwa mwanamke atakwambia chochote na utakubali. Tunamfahamu kaka yetu mkubwa anaitwa Suleiman. Alivyoona raha ya mwanamke analala na watoto wa wafalme, wakamfundisha kuabudu miungu mingine. Kwa mnaelewa point ilikuwa wapi? Walipoanza kulala na wanawake wa Kimoabu, ile ladha, ile raha ya kulala, walipoambia sasa tusujudu, wakasujudu kwa miungu. Biblia inasema hivi, Balaam alimfundisha Balak. Walienda wakakaa wakaanza kufanya shule, fanya hivi na hivi, na Balak akaimplement, akawaambia hivi, hizi siku utafanya karibu na kempu la wana wa Israeli, msifanyie mbali. Kwa mwakisha hiyo feast mnaifanyia karibu na kwenye kempu la wana wa Israeli. Kwa na kweli wakaenda kufanya karibu. Kwa Israeli akawa anaangalia sinema. Halafu baadaye palikuwa na washuhudiaji wameandaliwa na Balak. Washuhudia wanaambia hivi, mnakaribishwa. Wala sisi ni rafiki zenu kabisa. Tumekubali mkae kwenye haya maeneo. Nyinyi hamna shida na sisi hatuna shida nanyi. Karibuni tu, karibuni. Kundi la wana wa Israeli wakameguka. Hao wakaenda. Ilikuwa ni mbaya sana. Kwa wasomaji wazuri wa Biblia ndio wanakuja kuona jambo la Phineas. Pakawa corrupted.
Hili ni kosa baya kwa sababu ni moja ya makosa yaliyoua watu wengi. Na hapo walikufa watu wengi. Ndio maana linaitwa kosa la Baali Peori. Watu walisujudu na Balaam, nafikiri na Balaki, wakapiga tano. Wala haya. Kikao kaishia pale. Na nafikiri jamaa alichukua hela zile ambazo alikuwa anazihitaji. Kwa sababu alimfundisha kuweka ukwazo. Laana ni nini? Ukwazo. Kwa laana ile iliyofeli kwenye zile madhabahu 7 ikafanikiwa. Nisikilize, adui yuko hivi. Ukimshinda kwa mbinu namba moja, atakuja kwa tekniki nyingine.